government iko nayo sahihi. So many things were overtaken by them. Kama ni any other democracy in the world in civilized, we would not be having the national speaker in the assembly. But mimi kwa muktadha wangu na kulingana na realignment inaendelea sahihi Kenya, people have been talking about maybe body Kenya imekufa kuna because the Kapchai, the Tanga, there were so many things that were going on. But I would want to thank him because he said sio yeye and watu wananchi waliamua. Because I'm believing even Eric, if it is just like we are talking about the vote when Raila Odinga alipata na Ruto, so the difference of 200 votes, the meaning in Kapchai was so close that he would not even tell. What am I meaning? I'm meaning kwamba if even Eric would stand now, because that is the person people wanted to Kapchai, people would go to vote Kenya now as be an MPA of Kapchai. So what am I meaning? As we go in for political realignment, kila sehemu na pande ya nchi inajipanga. And me, I'm not saying that because I'm Kusu and people have talked so many bad things about politics and equity or what. But if I think as we go into 2027 general election, we should have an identity as a community. And that one, I think it will also propel us to be able to be on the national table. Are you getting me? So what I mean is you have seen in Milimani, for Mulima Kupona, UCP, you have to believe. That is a lot of place. Go to Kampani, you have to Olaiba party. Go to UCP, there are more parties, but the moment Luo Nyanza, we have now the two ODM, one for generational change and the other one for the old guy. We have removed it. The Pikuna wave is moving, and I think we're moving with the young agencies and the young that they need a change. And we have the old guys who want to maintain the status quo by being maybe the project government. And I think Baba had a strategy. Raila Odinga had an ethics strategy when alienda kusaini hiyo memorandum ya 10 point agenda. Na alijua, and that's why you had him saying, mambo yenye Sifuna anasema ni mambo ya party, he's speaking for the party. And at the same time when he was in the context government, he knew that if Baba angekuwa sahizi hai, alikuwa na strategy kwa context government. Now he's not there. What am I trying to say? Let each tusema kwa sababu atupati kiasiswa in political, tribal and what Ruto has UDA. UDA is a national party, but you had a big company for his own party. If you talk from PDP, so what I'm feeling, with Tanga was right, Emmanuel Oganani. The only person who made that biggest blunder was ANC, because now when you go to Kakamega County, Vihiga County, and they at the moment they don't have any critical party they can stand on. Now even also has been kicked out of the need. Where does they go? We don't know this future. We don't know the end game of ODM as it is now. So me, I support the identity of having the party so that when 2027 comes, people can go on the political table and then negotiate. But when you talk of us having an identity before going to 2027 elections, why not DAP? Because we have DAP, na DAP pia iko na ngome yake katika Western Kenya. Mbona Ford Kenya na CDA? You can see we have DAP. How many parties do we have in Mount Kenya? We have DP, we have what? We don't, but let's have that identity that we can identify, because the law allows us to participate in any political movement you want. We are not saying, we never know, in the end, maybe DAP would come together with Ford Kenya, they also go on the same table and come and bargain on the national level. Naona muda wetu unazidi kutupa kisogo na mjadala unazidi kushika kasi sana. Now, ningependa tuende kwa haraka kidogo
Na tukizingatia tu mambo ya vyama especially katika mkoa wa Magharibi, ningependa kulijadili swala hili. Ukiangalia Magharibi tuna vigogo wawili ambao ni watangulizi katika siasa. Tunaye Mheshimiwa Moses Masika Wetangula na tunaye Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi. Wawili hao ndio vigogo ambao walitutangulia katika siasa, lakini tuna wale viongozi chipukizi ambao wamejitokeza. Tunaye gavana wa Trans Nzoia George Natembeya ambaye pia anaungwaji mkono kabambe kutoka mkoa wa Magharibi, na tunaye FG wa ODM Edwin Sifuna. Wanne hawa wanakaa kuvutana. Je, kwa mtazamo wako Bishop, ukiangalia wakati tulienda kwenye kura za 2022 na sasa vile tunaelekea kwa kura za 2027, are we more united or we are more divided as Western region? Swala hilo ni la muhimu sana, na wale waliokuwa wanafunzi wa mapendeleo na wanafunzi wa vijana wangesema kwamba lazima tuweke kura zetu katika one basket na tutendee katika kimoja. Lakini ukiangalia wenye wametoka juzi hawakuwahi kukaa na wale vijana, hawakuwahi kukaa na mapendeleo. Ndio maana kila mtu ana tamaa ya kufanyika mtu Western. Hata tunapo ndugu wamesema kwamba ndio wamesema kwamba eti wanasema kwa Kenya ni kumi. Sasa ODM sababu mwenye alianzisha ODM ya mkoa na pia inakuwa ni kigumu. Lakini kwa nini niseme afadhali wale DAP na wale wengine warudi tujenge Ford Kenya? Kwa sababu chama cha Ford Kenya ndio chama kilisababisha mapinduzi. Ni chama kihistoria, ni chama ambacho kimeleta hata huu uhuru wa kuweza kuwa na uchaguzi na uamuzi wa chama. Na hivi vyama vyote ukiviangalia manifesto yao haitoki mahali pengine, inatoka kwa chama cha Ford Kenya. Kila ambacho kina Matilda Mdogo alisema, kila ambacho kina Wamalo walisema, ndio it is being replicated kwa hivi chama hili. So kwa hiyo ni cha muhimu, na hawa watu wangekuja pamoja kama community. Ndio popularly cannot flow. Cannot do. So we don't, when we look at that, apocalypse, akisema haya twende, watu wanapiga lakini cannot do. What to do? Sio kutukana mtu, sio kudhihiri mtu, sio kuchukulia mtu, kuchukulia mtu. What to do is what do you have for the people of Kenya? What are you moving on with the people of Kenya? So sisi hatungejikata miguu wenyewe, kwa sababu sisi wenyewe ndio tunajikata miguu. And other communities know that sisi tunapenda kukatana miguu, and they will always fund people to come so that we be still and never be a giant. We are a giant, a community that is a giant that needs to rule the nation. But ruling the nation inakuwa ngumu, kwa sababu wakati unakuza mtu anafika kiwango cha kutaka kushika pale, na huyo anashika panga, anakata akikanga lakini okay, another challenge iko hapa. Unaona wale viongozi kadhaa ambao wamekuwa katika chama cha Ford Kenya pia wana ushuhuda wao.
kwa sababu zipi wameona waondoke katika chama cha Ford Kenya? Je, huoni kwamba labda chama cha Ford Kenya kinafaa kupigwa msasa ili tuelewe ni kwa nini wengi wenye wamekuwa kwa chama wanaona kwamba hapa tunakandamizwa, ndiposa tumeamua kuondoka? Niambie, katika community nyingine, kwani au viongozi wenye wako hapo juu are they angels? Are they perfect? Every man has a weakness, but we don't dwell on the weakness as a community. Unaona juzi Uhuru akaita wachawi ndio wakati waone mambo ya nyumba tena. Yaani kwa sababu gani? Because they know what it means to be in power and the benefits of being in power. Na kwa hivyo ukienda jitu bado they know what it means to be in power and the benefits of power. How actually they need the weaknesses, the money. So we do not want to ever, we want to give